mwaka 2025 kwa katika maadhimisho ya siku ya wanaume duniani. Sisi kama taasisi tuna mtazamo wetu na tuko na mmoja wa wakilishi kutoka katika taasisi kwa ajili ya kuwa na mada fupi inayohusisha siku hii ya leo. Mimi ni Grace, ndiye mhoji maswali au mwendesha mada. Kwa tutaanza kipindi chetu na tutaenda kuzungumza masuala machache kuhusiana na maadhimisho siku hii. Ndugu Haule, wewe una mtazamo gani au unaweza kujadili nini kuhusiana na siku hii ya maadhimisho ya siku ya wanaume duniani? Siku ya wanaume duniani ni siku ambayo sio wanaume kupiga kelele, ila ni siku ambayo inawakumbusha wanaume wajibu wao wa kuvaa wanaume. Watu wote wanazaliwa wanawake au wanaume. Kwa mwanamume anazaliwa kimaumbile akiwa ni mwanamume, akiwa anachokozeka kiwanaume, akiwa na majukumu ya kimaumbile, lakini jamii huwa inamtengenezea majukumu ya kijamii. Hayo majukumu akiyatekeleza kupitia maumbile yake ndio unaitwa wanaume. Kwa hiyo siku hii siku ambayo inakumbusha wanaume kuwajibika kulingana na mahitaji ya jamii. Tumeongelea vizuri kupitia mjadala huu. Na je, Comheso kama taasisi ina ujumbe gani katika siku hii ya leo? Comheso kama taasisi inajaribu kuliangalia hili jambo katika upana mkubwa zaidi, kwamba mwanamume ni mlinzi na kiongozi wa familia. Mlinzi kwa maana ya kwamba palipo na mwanamume ndiye anayepaswa kuwa na unyumbulifu nyakati za shida, kusudi aweze kuzifanya shida hizo kuwa faida, sio manunguniko. Amfanye mwanamke anaposimama sehemu ajione iko salama na mwenye hali bora nyakati zote, bila kujali kama ni nyakati za shida ama nyakati za furaha. Mwanamke anapokuwa vizuri katika mavazi, wanawake wenzio wanapomsifia, hizo sifa zitokane na uwepo wa mwanamume. Vivyo hivyo watoto shuleni waringie baba zao au wanaume katika matunzo. Kwa lugha nyingine, kama kuna mwanamke mjane, ni jukumu la wanaume kufidia kimatendo ya kimalezi pale sehemu ambayo mwanamume hayupo. Yale aliyopaswa kufanywa na mwanamume, yaani malezi na huduma na ulinzi, inapaswa wafanye mwanamume. Haipaswi watoto kulia yatima wala wanawake kulia wajane katika huzuni. Kwa hiyo kila mmoja mwanamume akumbuke kwamba yeye ni jibu la matatizo. Ni wito upi ambao inatakiwa kubeba ikiwa kama sehemu ya maadhimisho ya siku hii ya leo? Katika wito wa jamii, mila na desturi zimekuwa na mabadiliko makubwa kulingana na mazingira, maendeleo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vyema tukaboresha mtindo wetu wa malezi. Ni vyema sana bila kujali taifa lolote, kwa sababu hata huko Ulaya, Marekani, changamoto za malezi zimekuwepo. Kwa hiyo hatuwezi kusema leo tuanze kuambia wanaume waache kufanya kazi kuzalisha fedha, warudi kulea watoto nyumbani, ila ni kutoa miongozo. Watoto wadogo toka wadogo wapangiwe majukumu, kwamba wewe kazi yako, mtu akipiga hodi, wewe mvulana ndio unatakiwa kwanza kuuliza wewe nani.
au wewe kazi yako kama kuna vitunguu au kama kuna matunda yamepungua, wewe mvulana ndio unatakiwa uwe kwanza kusema. Wewe mvulana ndio kwanza kujua kwamba paka na wanyama wa kufugwa nyumbani hawaonewi. Wewe mvulana ndio unatakiwa kwamba ukitaka tusherekee sikukuu yako ya kuzaliwa, sumni ndogo ndogo tunazo kuwekea nyumbani, zitunze, tuone una ngapi alafu tukuongezee. Tuwatambulishe wavulana wa ukubali uvulana wao, na wasichana wa ukubali na kuheshimu usichana wao. Mvulana aheshimu usichana na msichana aheshimu uvulana. Vivyo hivyo wa baba na wa mama, hatujaletwa duniani sisi kumkosoa Mungu. Kama uko kwenye ndoa na labda ulikosea kuchagua mpenzi, msipeane taraka kwa sababu mnaleta vurugu katika dunia. Baki na huyo mtu, jifunze namna ya kuishi naye katika hali aliyo nayo, kwa kuwa wanaume waliambiwa wanakuja kupenda na wanawake ni kutii. Katika kupenda hatuwapendi wanaotufurahisha tu, tunawapenda na wale walio tofauti na sisi. Tuyachukue madhaifu yao, tuwasaidie ili wawe katika hali bora inayotarajiwa. Sawa sawa. Na kupitia mawazo yako, unaona ni nini jamii ifanye au nini kifanyike katika jamii ili wanaume waweze kuchukua majukumu yao ya wanaume? Nini kifanyike sasa katika jamii zetu? Moja, kupunguza kuongelea hofu bila utatuzi. Pili, kwa sababu hatuwezi kukutana mara kwa mara siku hizi, basi angalau watu wanapoangalia vile vipindi vya kuchekesha vya kufurahisha na nini, wawe angalau wanaangalia na vipindi vifupi vinavyochokoza fikra kuhusu majukumu ya kiwanaume yaliyo sahihi, majukumu chanya ya wanaume. Kwa hiyo jamii itengeneze utaita clip au video au mjadala, iwe ni sauti, picha mjongeo na nini, zinazoonyesha mijadala ya wanaume, alafu watu waweze kuona, na kwa kuwa wako mbali wawe wanatuma message kadiri ya kujadiliana, kukuza maarifa. Wanaume na wanawake wote wana maarifa, lakini yanahitaji kuchokozwa. Yatachokozwa lini? Tukiwa tumechoka na tuna maumivu. Hatupendi habari ngumu, habari inayotisha. Tunapenda habari nyepesi, habari zenye umbea udaku. Kwa hiyo sasa, badala yake tuwe na viklipu vidogo, tuwe na message ndogo ambazo zinachokoza fikra, alafu mtu atafute majibu kulingana na jamii yake, kulingana na familia yake, kulingana na yeye alipo, kutambua nafasi ya wanaume. Tunaposherehekea nafasi hii, tuhakikishe hakuna mwanamke anayenyanyaswa, hakuna mtoto aliyetelekezwa, na hakuna mwanamume anayeaibisha wanaume wake. Asante sana.